Mabadiliko yote ya sheria yamepaswa kufanyika kupitia Tume ya Marekebisho ya Sheria Tanzania, ambayo ina mamlaka ya kufanya utafiti na kutoa mapendekezo ya sheria bora kwa ajili ya wananchi. Hayo yamesemwa leo jijini Dodoma na Naibu Waziri wa Katiba na Sheria, Jumanne Sagini, wakati akifungua mkutano uliozikutanisha asasi za kiraia na viongozi wa taasisi zinazohusika na usimamizi wa sheria nchini, ambapo amesema atawasilisha maombi yaliyotolewa kwa ajili ya hatua zaidi. Sera ya kuwalinda watetezi wa haki za binadamu, mmeandaa sera mfano, nadhani nitamfikishia waziri wangu ili hilo tuendelee kulifanyia kazi, lakini ukaribu wenu ni muhimu ili tuone namna ya kuliendea. Mabadiliko ya sheria ya mtoto na sheria ya msaada wa sheria, nadhani haya these are critical reforms ambacho tumekuwa tukisisitiza kama wizara na kwenye kati tofauti, waziri wangu na mimi mwenyewe tumeshauri mambo mengi tunayojaribu kupropose kama mabadiliko ya sheria tuyapitishe kwenye commission, tume ya mabadiliko ya sheria, kwa sababu wale wamekuwa mandated kufanya utafiti kabla ya sheria kutungwa, lakini sheria na mapendekezo ya kisera na kisheria tunayoyaleta kwa sasa sisi nitumie neno gani, kwa harakati, nitumie hilo neno. Wakati mwingine mnaifikisha bungeni miezi kadhaa baadaye mnataka amendment, lakini ikipitishwa kule wakaifanyia uchambuzi, wakaifanyia utafiti, wakakompare na maeneo mengine, wakabenchmark, nadhani tunatoka na sheria bora isiyo sheria kukimbizana. Mtaona sheria mtoto ilivyotungwa tulishangilia wote, lakini baada ya muda tunasema hiyo na nini na mabadiliko. Kwa hivyo ni vizuri tuwashirikishe watu wa tume ya mabadiliko ya sheria. Kwa hiyo umuhimu wenu ni very critical, wana sheria na wasomi mawakili. Ili la working groups tunapokwenda kwenye international mechanisms, ili sisi ndio linatugusa sana. Ukienda kule unakuta ripoti imetoka Tanzania imeshachepuka iko huko, hata waziri mwenye dhamana na eneo hilo haijui. Hivi kuna ugomvi gani? Mkucha kwa waziri mwambie bwana, tumeona haya, kwa vile sisi pia tunataka kuripoti parallel ndio atakayo kwenda ili mwenzenu ajiandae pia. Na kukuta maandiko kule yameandika habari za Tanzania mpaka unashangaa. Yameandikwa na Watanzania. Waziri mwenye dhamana ya mambo hayo hakushirikishwa wala hii document inayokwenda. Lakini leo mmekuja na spirit nzuri kwamba mngetamani kuwe na forum inayoshare vitu ambavyo tunavipeleka internationally kwa pamoja kama nchi. Lakini nadhani other international organizations wanazo wasikubali hiyo. Maana watasema sasa mmeshauri kwa mfuko. Naye mratibu wa THRDC Onesmo Ole Ngurumwa ametoa maombi kwa serikali kufanya mabadiliko katika sheria ya mtoto na sheria ya msaada wa kisheria, kwa kuwa sheria hizo ni muhimu katika kulinda haki za makundi maalum ya jamii. Zipo changamoto ambazo bado zipo. Kwa mfano sheria mbalimbali, mazingira yanayobana uhuru wa kiraia, ukosefu wa huduma za msaada wa kisheria kwa wanawake, watoto vijijini kabisa. Hatuna msaada wa kisheria, maparaligo wa wasaidizi wamekuwa ni wachache. Changamoto zimekuwa nyingi, sasa kiraia hazina rasilimali hizi ambazo ziko mashinani ambazo zinatoa msaada wa sheria, hazina rasilimali. Kwa hiyo tunaendelea kuomba na kuona namna gani mheshimiwa wizara, kwa mujibu wa sheria yetu ya Legal Aid, tulipaswa kuwa na fedha ya msaada wa kisheria, ile National Fund for Legal Aid, lakini bado hatujaianzisha. Ingesaidia kwa namna moja au nyingine walau kuweka fungu la fedha ambalo litasaidia hawa ambao wanatoa msaada wa kisheria kule vijijini wakafanya kazi kwa ukaribu zaidi na ikawafikia wadau wengi sana, mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu nadhani wote mmezunguka kwenye kampeni ya Mama Samia, mmeona kwa jinsi gani msaada wa kisheria ni jambo la msingi na linapaswa liwe la kudumu. Lakini kule vijijini wanaotoa msaada wa kisheria mashirika ni machache, wale wasaidizi wa kisheria ambao pia ni wachache. Na tulifanya utathmini ile sheria ya msaada wa kisheria, bado ina changamoto nyingi. Mambo ambayo tunaomba ili muweze kwenda nayo mheshimiwa mgeni rasmi, ambayo tutaomba hata mnapokwenda kwenye bajeti ya wizara mwaka huu. La kwanza mheshimiwa mgeni rasmi, tutaomba sera inayowatambua na kuwalinda watetezi wa haki za binadamu. Kazi yetu ni kubwa sana tunayoifanya, lakini bado kuna watu hatuelewi. Bado kuna watu wanaleta vikwazo, wanazuia uhuru wa watetezi wa haki za binadamu kwa namna moja au nyingine. Zipo nchi ambazo zimetunga mpaka sheria, na sisi tumeshatunga sheria mfano,
na tulishaikabidhi mwaka 2023 waziri wetu wa Katiba na Sheria, wakati tunaizindua Arusha, tulimuonyesha, na sasa hivi tunaendelea na mikakati ndani ya wizara kuona namna gani tunaweza tukaanza kampeni ya hiyo sera. Itatusaidia sana kuwa na sera hiyo na kutoa mazingira mazuri ambayo watetezi wote wanaotetea haki za binadamu walau wakatambuliwa na kulindwa. Lakini jambo la pili, tunaomba mheshimiwa, kama nilivyosema, mabadiliko ya sheria hizi mbili, sheria ya mtoto na hiyo ya legal aid. Kazi hii ni kubwa. Siku zote nimekuwa nikiwaambia watu kwamba wote mnaowaona wakihangaika huko mitaani ni watenda kazi shambani mabwana. Mabwana ndio sisi. Yaani sisi ndio delegatus wa Mungu. Wengi hawajua, nafikiri labda wachungaji, maaskofu ndio watumishi wa Mungu. Wale ni watenda kazi shambani mwa Mungu, ni watenda kazi wa Mungu. Lakini hakuna mahali Mungu alipotokeza kama mchungaji au mwinjilisti. Ukimtafuta kwenye Qur'ani, Mungu ni mwanasheria. Ukimtafuta kwenye Biblia, Mungu ni mwanasheria. Do's and don'ts. Very clear. Hata siku ya mwisho, soma vitabu vyote viwili vinatueleza kwamba tutafika kuhukumiwa siku ya mwisho. Kazi ya kisheria. Kwa hiyo unapokuwa mwanasheria au unapoongoza taasisi ya kisheria kushughulika na mambo ya kisheria, unafanya kazi takatifu na kazi ya kimungu. Fanya kwa kuwajibika na kuhakikisha kwamba tunatumia wajibu wetu kuifanya East Africa kuwa mahali bora na salama kwa kila mmoja kuishi. Hii kazi ni njema na muhimu kwa ajili ya taifa letu. Na kwa nchi yetu tunaingia kwenye kipindi cha uchaguzi. Kwa East Africa, PALU, THRDC, mjue hatuwezi kuignore swala zima la demokrasia ya uchaguzi. Tuone we have a role to play, kwamba zoezi lililopo mbele yetu tulimalize kwa salama na tukiwa wamoja zaidi kama taifa. Aidha, mtandao huo wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, THRDC, umeiomba serikali kuanzisha sera mahususi ya kuwatambua na kuwalinda watetezi wa haki za binadamu nchini ili kuwezesha kutekeleza majukumu yao katika mazingira salama na wezeshi.